Hili shauri ya duka. Duka nimefungua inaendelea vizuri alhamdulillah. Maana mwanzo nilikuwa kama vile naogopa. Lakini naendelea vizuri, yupo mama pale. Unajua sasa tatizo. Mimi nilikushauri toka mapema. Umeona? Kwamba biashara yoyote siku zote, yaani usiogope kuweka pesa zile za mwanzo. Unaanza kufungua mtaji. Sasa wewe mimi kile nikikushauri bwana fanya hivi, fanya hivi. Bwana mimi nitatopa hela, maduka mengi huko tunafungua wengi. Sidhani kama watakuja kwenye duka langu. Kwa biashara sio hivyo. Kwa sababu unajua mimi sio mfanya biashara. Kwa hiyo kwanza mimi sijawahi kufanya biashara ya duka. Sijawahi kufanya biashara ya nguo. Kwa hiyo nilikuwa naogopa kwamba naweza nikapoteza, lakini kumbe kwa sababu kuna mama pale nyumbani. Kumbe nafungua, basi yeye ndo yupo anaendelea vizuri. Sio mbaya sana, kwa hiyo lipo linaendelea. Nadhani tutaongeza mzigo. Na biashara siku zote cha kwanza kabisa unatakiwa kubali hasara. Yaani unapoanza biashara ushaweka ile ya kwanza, kubali hasara. Umeona? Then baadaye ndio unakuja sasa kuona matunda yake. Maana uwezi kusema kwamba naanzisha biashara kwamba mimi ninapata tu faida, hapana. Umeona? Utaweka hela. Kuna wengine wanapata bahati. Anaanzisha biashara basi moja kwa moja ina click. Lakini kuna wengine mtu anaweka pesa, biashara inaanza, inasuasua, afu baadaye sasa ndio anakuja kuona sasa matunda baada ya watu sasa washamzoea. Ndio hivyo, kwa sababu kuna wakati unaona mauzo sio kama ya juzi, yani yanabadilika. Yaani kadri siku zinavyokwenda. Na watu jinsi wateja wanavyozoea. Kwa hiyo nadhani itaendelea vizuri. Okay, basi mimi natamani siku ambayo utakuwa na nafasi. Yes, tuje tuone tuangalie. Nikaona duka karibu sana. Toka nimefika bado sijaenda kwako. Tuangalie tuone kama kweli tunafanya vizuri au ndio hivyo tu. Hamna vizuri. Muda wote wewe tu njoo twende ukaangalie, unishauri kama kuna mahali ambapo naweza kama kuna vitu vya kuongeza. Sawa. Karibu. Okay, hiyo haina shida. Alafu kuna kitu ambacho na kuhusu hii mizigo ambayo naipokea na kuituma. Maana nakumbuka kile kipindi ambacho wewe unatumia mzigo wako. Sawa. Sasa kuna mizigo mingine wewe unapata changamoto kwamba unatuma sometimes mizigo mingine haifiki. Umeona? Kwa ndio maana inalazimu sasa mimi ndio nakuja kusimamia hiyo mzigo kama imefika au inafanyaje. Sawa. Kwa sababu napata lawama na pia naingia hasara. Kwa sababu mzigo usipofika ina maana mimi ndo naingia mfukoni kutoa. Sawa. Kwa sababu mpaka mteja apate mzigo ndo anakulipa. Yes, ndio hivyo. Kwa hiyo kama sijapata mzigo siwezi kulipa. Sasa kwa hiyo ni vizuri zaidi unapofuatilia mwenyewe kuangalia kama mzigo umeshushwa, mteja akapata mzigo wake, unahesabu vizuri, na hiyo inakuwa nzuri zaidi. Yes, sawa. Haina shida. Na pia kuna sehemu moja hivi yoga napenda sana kwenda. Kwa hiyo nadhani Jumapili maana unajua kuna mgeni. Sawa. Kwa lazima nitembee zile sehemu ambazo ni sehemu maarufu ambazo tunapenda sana kwenda kutulia kufanyaje. Hapo sio najua mimi mwenyewe nipo sawa. Single, kwa hiyo inabidi niende nikatulie jioni hivi. Umeona? Kubadilisha mawazo. Ni vizuri sana. Kwa kama hautojali na maana na wewe mwenyewe utakuwa siko free. Sasa maana wewe ni mwenyeji wangu. Bahati nzuri maeneo mengi nayajua mazuri ya kukaa. Sasa wewe si mwenyeji, lazima unajue. Haina shida hiyo imeisha. Haina noma. Hiyo imeisha. Shida jumla. Ile jana mimi nilijua tu kwamba atamkazia ndio mambo kipa ilikuwa ni hatari yule. Alitoa michomo hatari mpaka mimi nasikia kabisa sasa hivi yani. Sioni kabisa yani. Lakini kama angekaza sana timu za hapo kujua kwa nimejitahidi kidogo angalau. Vipi Morocco, lakini leo Morocco mambo ndio yale Morocco na Canada baba. Hiyo game ni ngumu mno kakaza leo. Hiyo game ni ngumu sana hapa. Sawa. Hiyo game ni ngumu sana. Wewe umempaje bwana? Umempaje?
Sema sasa hivi simu hazitabiriki mwanangu. Unaweza ukaenda nayo moja kwa moja kukuchania. Jiji inatoa sana. Weka jiji hapo. Mimi sioni kama itatoa jiji. Weka jiji. Jaribu tuone. Mimi nakwambia shua hiyo yani sasa hivi zinachana. Yani unaweza kwenda Paraguay. Na Paraguay bana. Paraguay wenyewe wabishi hao. Hamna Spain anaweza kashindwa. Ngoja niombe magoli kidogo achane bwana. Sio kidogo kachana. Achana ndio hivyo sasa sikia moja. Hapa na buku la wife na buku imetoka wife kule ndani. Kwa sababu sijajua inaweza nikatumia. Nataka niweke mshikaji hivi. Utoe mkeka. Mambo yaeleweke. Hamna maswala, acha kuingia maswala ya ndoa mwanangu. Acha kuingia maswala. Alafu sije kama shema amekuagiza hapa. Ameagiza kwa hela finaliwa na agizo mwanangu anaagizwa mwanangu. Hatukupeshe hela sisi. Hela yangu siweke haya kwa wangu mwenyewe wangu hapo. Mambo yakawa hivyo. Wewe unafanyaje? Ngoja jaribu kubeti hapo mwanangu tuone mkeka mwanzo nikatoa. naipiliwa je? Ngoja kukamali bado itajulikana mbele safari huko. Kuna wapo unatoka. Hiyo mmekuonesha. Ndio tayari kishakula mambo yetu. ni yale yale. Wewe nilikwambia. Usitaki kesi zangu, sitaki kukupeshi hela. Sasa unasema na hiyo mimi nilikwambia. Yaani hapo sasa kesi yale. Ndio unachagua mchele. Natoka kubeti. Umeanza mkao. Ndio nisikani mbaka ukanifanyia vizuri kanipokea vizuri mpaka kwanza tueleze masuala ya kubeti, masuala ya nini. Kwa nini yani? Kwa nini usitafute kazi na wewe kama jirani yetu useme hapo? Kamwambia kufanisha kama mnasaidiana kufanya kazi huko. Napata 100 200 kila siku kubeti. Unajua mko wangu kubeti na nini? Nawekeza pale. Ni uwekezaji ni kubeti. Wewe pale nawekeza kwa ipo siku uweze kujua. Kaja ameamkaje tunamtoa mkeka kubeti. Toka uanze kubeti umeshaleta kiasi gani? Ndio maana mkao umekwambia ni jambo la kuwekeza. Mimi hivi mume wangu toka umeanza kubeti ushaleta kiasi gani huko ndani? Kwangu bana, mtu tuachane na hebu pika haraka na njaa. Wewe unawaza kula tu ila kufanya kazi ya Mungu. Yaani wewe kazi ni hiyo ya kula tu, kufanya kazi ya Mungu. Baba wewe utakusaidia ni kwanza mchumba. Kipengele kidogo hapo. Hivi unataka Niko hapa mwanangu, niende wapi? Nimekaa hapa tu mwanangu. Umekuwa nikifikiria ningefanya nini kama ningekuwa hivi. Niko. Hapo mwanangu. Unaendeleaje lakini? Naendelea vizuri. Habari za shule? Salama. Mtihani umemaliza vizuri? Yaani mama tushamaliza. Yaani hapo yaani mwanangu nakusi matokeo yakitoka sasa tunasubiri kaka sasa hivi natafuta yaani mwanangu kazi yote utakayoipata iwe ni ya haraka, usifanye kazi ambayo sio ya haraka. Unajua mwanangu, nimekulea kwa shida, kwa kuteseka. Wakati babako unajua alikufa, nikakulea kwa kuteseka mwanangu. Furahi mwanangu. Odi. Odi. Karibu. Salama baba. Sawa. Poa. Niko poa. Karibu. Sawa. Naona wewe ni mgeni hapa. Hivi tunakuwa tembeza vitafunwa asubuhi. Sijui vipi ndio nakupitishia. Vitafunwa gani mtembeza? Tembeza mandazi, kachori, alikababu. Kama hivyo, chapati. Okay. Asubuhi saa ngapi? Maana mimi nawahi kwenda kazini. Kwanza asubuhi ya saa 1:30, saa 1 au saa 2. Maana hata majirani wanawaletea.
Kwani mshangazi nimepata mgeni kabidi kwa nakupe taarifa ukihitaji asubuhi nikupitishie. Unaitwa dada nani? Sasa Damaria. Damaria. Okay, asante. Okay, sawa. Wewe kesho asubuhi nipitishie basi. Sawa, shukrani. Unasema una kachori? Kababu. Kababu ndo nini hizo? Kabibi hamna. Hapana, kabibi hamna. Kuna kachori, kababu, chapati, mandazi. Unataka kama hivyo vya kunywa asubuhi. Okay, basi naomba nipitishe chapati. Sawa. Sawa. Shukrani. Ila na maziwa yanapatikana? Hapo unapata. Maziwa. Sawa. Shukrani. Sawa. Baba jo. Naomba hela yangu. Mimi naamka asubuhi na kuleta mtafuno alafu kwa kunilipa naomba hela yangu. Baba naomba pesa yangu. Unajua pesa ya mtaji nimetoa wapi wewe? Unajua nimetoa wapi? Unanizungusha kila siku nikisha kutafuta kila siku ya Mungu. Ulipokuwa unajua uweze kulipa usingekopa. Naomba pesa yangu, fanya haraka. Sina mchezo utakujazia mzee hapa kwa naomba hela. Sitaki nataka hela, naomba hela. Dada nini? Baba sitaki tushikane mashati sasa hivi. Naomba pesa yangu. Hela unayo una. Kakujazia nje hapa. Naomba hivi, nataka hela. Au twende huko nyumbani kwako kanipe kitu chochote cha thamani. Nipe hela yangu nataka. Hata cha sasa nataka pesa. Kwa masuala ya hela unapodai sana unajua unadai. Sasa nikwambia kesho asubuhi pitia hela yako. Baba, hakuna cha asubuhi wala bibi asubuhi hapa. Nachotaka nini ni pesa yangu. Haya naenda kununulia nini ngano kutengeneza vitafuna vingine? Ningepata wateja 10 kama wewe, ningekuwa nishatoka mjini. Kwa hata unaona mjini, nataka pesa yangu sasa hivi, nataka hela. Jamani, nikwambia ngoja niingie ndani. Nikakutia mke wako. Nikutie mke wako. Mke wangu anaingia kwenye masuala. Sasa unataka kunilipa? Unadai kama ulikuwa unajua uwezi kulipa usingekopa, yaani kukopa kulipa. Usingekopa. Kukopa isije ikawa harusi kunilipa kama baba nitakujazia watu. Unajua vizuri. Unanijua vizuri. Sasa kama unajua vizuri nipe changu. Baba naomba hela yangu, mimi sitaki mambo ya ajabu, naomba hela yangu. Nipe sasa hela yangu. Sasa ngoja nikwambie kama masuala ya nini leo kutoka mkaangu kama ile umechukua kitabu. Kwa hiyo kuna mkuja kumwambia umechukua kitabu siku inakuwa ni haja. Sasa wewe unataka ustaarabu, nimekubeba hata kubebeka, nimekutia mbele yako hata kuchua mbele. Nipe hela yangu sasa. Masuala kusema sio ndio kwa kumwambia kule. Haya uende kwa Mungu wangu hujapata hela. Nimeshazunguka kila siku nakuja hapa na kutafuta, naomba hela yangu, sitoki hapa bila hela yangu. Sasa nini hela nakupa shakwambia. Nipe sasa. Haya nipe hela. Nimesubiria hela nipe. Sasa nimekusubiri baba, nitafutie hela yangu niletee. Nimeshakwambia nitakujazia watu baba. Buku tu. Itakujazia watu, utazalilika kwa shilingi 1000. Nataka hela yangu niondoke. Okay. Subiri hapo kwanza. Nakusubiri hapa sitoki. Fanya hivyo kuonyesha maelezo. Sasa tunabuku hapo ni kwa kwa nini nionyesha maelezo. Buku yani nionyesha maelezo. Na buku ni nionyesha maelezo. Wanaume sasa hivi kati yake kwa sababu mchana pale na tumia kwenda njaa. Kwa bwana kuja kuna kwa sasa rafiki yangu. Sema tu bwana blaza, naomba nisaidie buku, kuna shida nayo. Sasa sema blaza una buku hapo umeweka. So wewe yani buku nao kwambia naomba buku. Unaniazima. So wewe kwamba itakuwa ndio imeisha, wewe ni azima. Mimi nitakupa tu kisa kama na lazima rafiki yangu. Nashukuru pia. Sasa mtakanga mtoto kuongea ndio sana. Sitaki chochote kwa naomba hela yangu. Alafu kama uwezi kulipa usiwe unakopa wewe mwanaume suruali.